Kitu ahkamu nun sakina wa tanwin. Ahkamu nun sakina wa tanwin. Wasema ahkam na kutoka neno hukumu. Hukumu maana yake ile, maana yake sheria. Sawa? Ahkam zinakuwa ni nyingi. Zinakuwa ni nyingi. Tunakuja hivi. Hizi hukumu ni gisi tunasoma vitu viwili. Nun sakina na tanwin. Nun sakina ndio hapa, maana yake ni nun yenye haina kitu. Kwa Kiswahili tunasema nun haina kitu. Lakini kwa Kiarabu tunasema nun sakina. Nun ambayo iko na sukuni. Haya. At-tanwin, usomaji wa tanwin ni moja ule sawa sawa na nun sakina kwa sababu an hii hapa tunaisoma hivi, in tunaisoma hivi, kun tunaisoma hivi. Kwa hiyo tunajikuta kama kuna nun sakina, kila sasa tutaongelea tanwin katika usomaji, tutajikuta kuna nun sakina. Kama hii sheria na hii sheria zote ni moja, zote ni moja. Cha muhimu katika hizi hukumu sio vile, sio tanwini yenyewe, sio nun sakina, ni herufi yenyewe inakuja baadaye. Maana baada ya in herufi yenyewe inakuja baada, herufi inakuja baada, yenyewe inatupatia sisi umuhimu. Haya, hii hali inaweza kuambia hali yenyewe. Unasoma Qur'ani, mbele yako umekutana na nun iko na sukun au haina kitu, ukutana na tanwini. Kisha unaona kuna faili, unakuwa unatafuta sheria kwenye herufi yenyewe inapata na inakuja baadaye. Hiyo herufi yenyewe inakuja baadaye inatupatia sheria aina hizi 4 au hukumu 4. Hukumu ya kwanza ni idhhar. Idhhar iko na herufi zake. Herufi yake ya kwanza ni hamza, ha, ain, ghain, ha, kha. Unakuja hukumu ya pili. Hukumu ya pili ya ra, mim, lam, waw, nun. Hukumu ya tatu ni iko na herufi moja tu, herufi ya ba. Tukitoa hizo herufi zote tuko na herufi 28, ndio kawaida. Herufi 28 tunatoa hizi 6 za kwanza, tunatoa hizi 6 zingine, ana 6 hapa, 6 zingine hapa, tunatoa nyingine moja hapa, tunatoa moja. Zote kwa ujumla ni herufi 13, tumetoa 28. Kwa hiyo tunapata herufi 15. Herufi zote za kubaki 15 zinakuja hapa hivi. Kwa hiyo hukumu ambayo inaitwa ikhfa. Haya, kwa majina hii inaitwa idhhar. Mteni ya idhhar. Idhhar. Unaweza kusema idhhar wakati umeikatia tanwini mwisho. Sema idhhar au idhharun. Lakini ukisema utie alif na alama hapo unasema al-idhhar. Mteni al-idhhar. Al-idhhar. Ya pili idgham. Mteni idgham. Au al-idgham. Ya tatu ni iqlab. Au al-iqlab. Ya nne ni ikhfa. Al-ikhfa. Usomaji tutajua baadaye. Wewe ukiona tanwin au kaona nunu yenye iko na sukun ndani ya aya, ndani ya Qur'an, unakuwa unajua chenye kinafuata ni hukumu gani. Kwa hiyo hapa tuko na mifano. Kwa mfano, kwa mtu mwenye amesoma kawaida, amesoma ile kawaida yetu Nurani, anasoma aliman hakima, sami'un basir, alahun qarib. Hapa anasoma fi'ishatin radiya. Hapa anasoma min baini, min ladun, kuntum, anha. Haya, lakini kwenye Qur'ani ukisoma hivyo umesoma makosa. Ukisoma hivyo umesoma makosa. Ukisikia kusoma idhhar inasomeka tofauti, ile kisi itasomeka iqlab, idgham kisi itasoma iqlab, kisi itasoma ikhfa tofauti. Swali la kwanza kiko kwenye aya anajiuliza, je, ni hukumu gani? Ni hukumu gani iko nayo? Usije nijue hukumu. Swali la kwanza anajiuliza, je, mwa hii aya pako tanwin au pako sakina, nunu sakina? Hilo ndio swali la kwanza. Je, pako tanwin
au pako nunu sakina. Katika haya maneno mawili, neno la kwanza inabidi liwe liko na tanwin, neno la pili inabidi liwe liko na nun. La kwanza limeanza na nun, alafu baadaye la pili inakuwa na sukun. Kwa mfano hapa hivi iko na nun ilikuwa na sukun, baada ya hapo panakuja ba yenye iko na fatha. Tupate hivi. Maana min baina nun iko na sukun, baadaye pako herufi yenye iko na harakati. Nun iko na sukun, baadaye herufi iko na katikati, iko na harakati. Nun iko na sukun, hapa ni neno hili moja. Lakini nun iko na sukun, baadaye pako herufi iko na harakati. Pamoja hapa pia nun iko na sukun, alafu baadaye pako herufi iko na harakati. Inaweza tokea hii hali itakuwa iko kwenye neno moja au ikatokea kwenye maneno mawili tofauti. Na huku kila siku itakuwa ni maneno mawili. Kila siku itakuwa ni maneno mawili kwenye tanwini, sababu tanwini inakuja mwisho wa neno. Hapa tuko na aliman hakima, samiun basir, adhabun qarib, hapa aishatin radhiya. Hivyo ndio hisi wewe una detect, unatafuta tanwin au unatafuta neno yenye sukun. Ndio swali la kwanza. Je, ni hii herufi niko nayo mbele yenyewe itakuwa tunatafuta sheria gani? Je, ni sheria ya at-tanwin au ni sheria ya nun sakina? Kama ni sheria ya tanwin, maana lazima nipate tanwin huko. Kama ni sheria ya nun sakina, lazima nipate nun kwanza ina kitu. Kwenye Qur'an maana tutakutana mfanye nun haina kitu. Haya. Swali la pili, ni herufi gani yenyewe inakuja baada ya tanwin? Ni herufi gani inakuja baada ya nun sakina? Tumeshajua kama hiyo hukumu tunatafuta ni hukumu ya tanwin, kwa sababu tuko na tanwin. Swali la pili, herufi gani tuko nayo hapa? Hii herufi ndio inatupatia sheria hukumu itatumikisha. Ndio vile herufi tuko nayo hapa ndio inatupatia sheria mwezi 4 yenye itatumikisha. Haya. Tunakwenda kwenye swali la pili. Ni herufi gani yenye tuko nayo? Herufi tushaipata. Kwa mfano hapa aliman hakima. Herufi ya baada yake ni herufi ya ha. Herufi ya ha. Hii ha ndio inatuambia tunapata hukumu gani? Hii herufi ya ha. Ha iko wapi? Iko maizi herufi. Ndio hiyo. Umepata. Ha maana iko mwidhar. Hii ha iko mwidhar. Kufuatisha ile maswali yetu matatu tumejiuliza. Swali la kwanza, je, ni tanwin au ni nuni yenye iko na haina kitu? Swali la kwanza, je, ni herufi gani? Swali la tatu, je, hii herufi inatupa hukumu gani? Hapa tumetizama, tumeipata. Ha iko mwanzo ya herufi za hii kundi. Napenda kwa idgham. Idgham iko na herufi zake ambazo ni 6. Kuja hapa samiun basir. Hii ba iko kundi gani? Umu haimo. Tunaipata hapa ba. Shepata hapa tunajua hii hukumu iko hapa ni hukumu ya iqlab. Tunakuja ndio kupata ni adhabun qarib. Qaf ndio inafuata. Hamna qafu. Maana yake itakuwa iko tuko na hukumu gani hapa? Ikhfa. Nakuja aishatin radhiya. Tuko na herufi gani? Ra. Tutafuta hapa? Hamna. Tutafuta hapa tunaipata. Na inakuwa idgham. Baada hapo tumepata herufi, ndio tunapanga usomaji wake utaenda aje. Na jinsi ya kuisoma tutaisoma kesho inshallah. Lakini hapa baada ya nun pako ba. Tunatafuta ba au hamna? Ba iko huko. Hapo iko huko. Tunakuwa na hukumu gani hapa sasa? Tunakuwa na hukumu ya iqlab. Ukija baada ya nun yenye sukun panakuja lam. Lam itafuta. Iko huko? Hamna. Iko huko ndio. Kwa hiyo na hukumu gani hapa? Hukumu ya idgham. Panakuja nun iko na sukun, baadaye pako herufi ya ta. Ta umu hamna, maana yake kwa. Haya. Tunakuja
Ha, baada ya nuni yenye sukuni pako ha. Kuja hapa tunaipata hapa. Manake hukumu tuko nayo hapa ni hukumu ya idgham. Kwa kifupi tunawafundisha jinsi ya kuipata hukumu. Ni hukumu aina gani hizi mbili? Je, ni hukumu ya tanwin au ni hukumu ya nunu sakina? Swali la kwanza tunajiuliza. Swali la pili, ni herufi gani inakuja baada ya tanwin? Ni herufi gani inakuja baada ya nunu yenye iko na sukuni? Swali la tatu, je, hii herufi niko nayo hapa? Hii herufi niko nayo hapa inanipa hukumu gani mwa hizi nne? Nishajua jinsi ya kutamka idgham, yani kuiita idgham, idgham, iqlab, ikhfa. Nimeshajua jinsi ya kudetect hizi. Haya, pana basi sasa usomaji. Hivyo huyo usomaji ni kesho tasoma.